yoyote mwenye umri wa miaka 25 mpaka 39 ajue ya kuwa hayo ni marhala muhimu ya kuweka misingi ya hiyo miaka 40 kwenda mbele. Usipoweka misingi ya kisawasawa, family, kazi, wakati wako kuweka vizuri, marafiki wako, kuavoid yale ambayo kwamba yalitokea katika miaka ya 18 mpaka 25 kwa namna tuliyozungumza, zile hatari tulizozungumza, anza kuziondoa. Na kama hujaanza hivi sasa, anza. Ilikuwa kama ulikuwa na marafiki wabaya kuanzia katika miaka 18 uliwapata, bado unaendelea nao, ima uongoze au disconnect. Basi masala ya mabaraza, kupotezeana wakati, ondoa. Uhadaa mwingi, ujanja mwingi, akili nyingi zisokuwa na mpango, uvundifu, wachana nayo. Kwisha mambo kama hayo yawache katika, sema ni marhala yameshapitiwa. Sasa yatakikaniwa uwe ni mjengaji kwa sababu ya miaka hiyo inayokuja. Na akikosea kutumia marhala haya kwa namna yake inayotakikaniwa, itamsababisha umri unaokuja baadaye uwe katika mashakili. Huku waweza kupatiwa udhuru katika hii miaka ya 14 mpaka 18 au baada ya 18 mpaka 24, lakini miaka 25 mpaka miaka 39, na ikiwa kuna mtu yoyote yuko katika marhala kama haya, hayo ni marhala muhimu sana katika maisha yako. Ni kama kusema mti wa ugongo katika mwili wako, usipoweka sawa sawa, basi huko mbele utatatizika. Ni marhala ambayo kwamba unatakikaniwa uanze kuwa serious katika maisha yako. Wacha machezo, mambo ya baraza, mambo ya kupotezeana wakati, mambo ya kuzungumza porojo, mambo ya kutumia pesa sivyo, mambo ya kujenga uhusiano na watu wasiokuwa wasawa. Ondoa hizo, anza kuwevu. Ikiwa katika umri wa miaka 18 na 24 ulipotea, basi huu umri wa miaka 25 mpaka 39 ni umri ujiweke sawa. Ni mtu aweza kufikiria deeply, sio kama vile ulivyokuwa nyuma. Ni mtu ambaye kwamba unaona mbele zaidi, sio tena yule uliokuwa nyuma. Ni mtu ambaye kwamba ume experience mambo kadhaa. Sasa usibakie katika mzubao, usibakie katika mzubao. Ndio anasema katika falsafa, katika philosophy wanasema mtu huanza vipi upya mambo. Mtu huanza vipi upya? Basi walioko pale wakajibu majibu mengi sana. Wakasema kuanza upya ni uchore plan ya vile utakavyofanya. Wengine wasema kuanza upya ni lazima utafute mtu ambaye kwamba ni mjuzi wa lile jambo unalolitaka ili akulekeze. Mtu ukitaka kuanza upya kadhaa. Yule filosofi akasema la, hayo ni ya baadaye. Mwanzo amka. Mwanzo amka. Ikiwa wewe hata ukakaa na mtu wa experience, hata ukachora plan, bado waenda barazani, hayawezekani. Mwanzo ni uamke. Sasa ikiwa wewe bado uko umo usingizini, wachora plani ndani ya usingizi, wamwona professional ndani ya usingizi, kuna kufanya jambo hapo? Huwezi kufanya jambo. Ni utoke mwanzo kwenye huo usingizi ulioko nao. Madamu wataka kuanza mambo upya, toka ulipo, kisha fanya plan, ona mtu professional, fanya yote ambayo kwamba yanatakikaniwa. Lakini lazima ule usingizi wako mwanzo uwate, uamke, istayqiz, ndipo uweze sasa wewe kwenda mbele na kubadilisha mambo ambayo kwamba yanakukuta. Wanasema umri kama huu ni vile vile ni umri muhimu kutengeneza family. Si vizuri mtu umefika miaka 25 na unaenda mpaka 39 bado huna mke. Ni hatari. Ni lazima uwe na mke katika marhala kama haya.
hata kama huku nyuma kumetokea dhurufu fulani zimekubana na hivi na vile, lakini umri wa miaka 25 mpaka 39 wanasema ni marhala muhimu sana katika marahili ya takwini al-usra. Kwa nini? Kwa sababu katika marhala kama haya unapopata mtoto utaweza kuangangari juu yake. Ukishakuruka hapo huwezi. Wewe labda wewe mwenyewe utakuwa ni pressure, masukari, huwezi tena stress, huwezi kupambana, huwezi kusukuma, wewe mwenyewe unataka kusukumwa. Sasa watoto hao utawapeleka namna gani? Kwa hiyo ni marhala ambayo kwamba ni muhimu vile vile mtu kuweka usra na kuanza usra yake. Marhala kama haya huwa ni marhala mara nyingi mtu amemaliza masomo, hata kama ni university katika miaka 25 mpaka 39 huwa pia masomo yako yamemalizika. Kwa hiyo sasa una wakati wa kufanya mambo. Kwa hiyo ufupi wa marhala kama haya